Karibuni on board. Hii ni flight 178. Mimi naitwa Richard Mugo na nataka niwashukuruni sana ambao mnaendelea kuni support kwa kusubscribe, pia kwa kutuma kakitu kwa hii namba iko hapa. Asante sana Bwana Hassan. Nimepokea message yako, asante sana. Asante sana kwa support. Pia kuna Fiona, nashukuru sana na tuendeleeni kusupport. Tukiingia kwenye kipindi ama simulizi ya leo, nakumbuka nikiwa shule ya msingi ambapo nilikuwa nasoma, tulikuwa tunatembea kilomita kama 5 hivi kila siku kutoka nyumbani asubuhi kama saa ngapi? 11 hivi unusu hadi shuleni. Shule ya msingi hadi shuleni. Alafu jioni hivyo hivyo. Na kwa sababu shuleni hawapiki chakula, kwa hivyo tulikuwa tunalazimika kubeba chakula tukitumia nini? Hii mikebe ya mafuta hii. Waona kama kuna kasuku, tili, sijui. Tulikuwa tunatumia hiyo mikebe, sijui niite mikebe ama nini. Ndio tulikuwa tunatumia kubeba chakula. Kwa hiyo nakula chakula baridi huko masaa ya saa 7 hivi, masaa ya lunch ikifika. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima, na kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa na mazoea ya kula chakula. Washafika darasani hivi asubuhi hiyo wanaanza kula chakula chao. Kwa hiyo ikifika saa 2 saa 3 hivi hawana chakula. Kwa hiyo hao wana shida njaa. Ama wengine wanatumia panyarut, wanaenda lunch kwao nyumbani, kama kwenu karibu unaenda Raji unakimbia unarudi. Sasa ikafika mahali kila saa 6 mchana lazima mwalimu wa zamu akuje aangalie chakula. Anaweza kuwa mwalimu wa zamu ama class teacher. Akuja aangalie nani ana chakula, nani hana. Kama hauna unaadhibiwa. Kama uko na chakula hamna tatizo. Sasa nakumbuka siku moja kuna huyu jamaa, unajua kuna darasa ambalo linakosa mtoto mtundu Hata kwenye jamii lazima kuna huyo jamaa ni mtundu, anajulikana. Sasa huyu jamaa mmoja huyu tunasoma naye, amebeba chakula, amefunika vizuri tu mkembe wake wa chakula. Funika vizuri sana. Msafi. Mwalimu sijui alifikiria jamaa aliwazaji, akamwambia hebu funua nione umebeba nini. Kufunua hivi, mwalimu alishtuka. Wajua aliona nini? Aliona mahidi mabichi. Raw maize, vile unatoa kwa shamba unavunja hivi mara moja mabili, anajaza hapo. Akabwa nenda usimame pale. Kwanza aliambiwa aketi, nenda uketi pale ukutani pale mbele. Kila mtu akuone na kila mtu aone ambacho umebeba kama chakula chako cha mchana ambacho unategemea kula. Jamaa akatoka amebeba chakula chake, akaenda akaketi hapo alikuwa ameelekezwa. Mwalimu akaangalia, akapatikana jamaa mwingine alikuwa amejaza mchanga. Na akabwa nawe pia toka nenda uketi pale kwa mwenzako. Kwa hiyo naye akatoka akakoa ngapi? 2. Hao wengine tuko sawa. Huyu jamaa mchanga akaambiwa wewe kwanza na kutuma nyumbani uende ulete mzazi. Na isifike saa 8 kama hujafika hapa na mzazi. La sivyo usiwahi rudi hii shule tena. Tena hatukujui. Huyu jamaa mahidi mabichi na akaambiwa sasa hiki ndio chakula umebeba kutoka nyumbani. Na uko na uhakika kwamba utakikula? Akasema ndio. Kwa basi hata hausubiri masaa ya lunch, anzana nacho sasa hivi. Jamaa katoa mahidi yake mabichi, nishika hivi, anasita hivi, akazamba kofi kagonga ukuta, kichwa kagonga ukuta. Tulikuwa tunasema kwamba unazaba kofi hadi unaona mashilingi. Nadhani aliyaona. Jamaa akaona sasa hapa hamna lingine sasa hadi ningangane. Jamaa akona uchungu lakini afanyaje sasa? Kaanza kutafuna mahidi mabichi. Raw maize, yani hata hajakauka anatoa yale ni kama maziwa hivi. Anakula. Anajaza kwa mdomo hamezi. Kama mwalimu akamwambia nataka umeze. Si unasema ni chakula chako na ambacho ndio utakula lunch. Nataka umeze kila kitu. Jamaa alimeza. Wakati anameza hii karibu kikwamea hapa kwenye koo, machozi yakaanza kutiririka. Yaani imagine
vile masaa ya lunch alifika hivi, hata kuadhibiwa vingine. Vile masaa ya lunch ilifika hivi, alichukua vitabu vyake na mikoba yake akaenda. Hakuirudi shuleni tena. Hadi wale watasijui kama bwana. Hii ni Flight 178. Mimi naitwa Richard Mogo. Asanteni kwa support na tuendeleeni kusubscribe kwa hii channel. Tunaona tunaelekea 1000 Asanteni sana.